أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu watazamaji na wafuatiliaji wa vipindi vyetu, tunakaribisha katika mada yetu ya leo, na leo tutazungumza mada vipi tunatakiwa tupokee mwezi mtukufu wa Ramadhani katika nyoyo zetu na nini tunatakiwa tukifanye ndani ya mwezi huu. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Kwa aya hii tunaoneshewa kwamba ufaradhi wa kufunga juu yetu, lakini lengo pia la kufunga ni nini? Lengo la kufunga kama alivyotaja Mwenyezi Mungu ni tupate kumcha Mwenyezi Mungu, zipate nafsi zetu zilainike, ili tuweze kumwogopa yeye Subhanahu wa Ta'ala. Na vipi tunaweza kufikia hilo lengo la uchamungu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Siku zote unapotaka kufanya kitu, ili kile kitu ufikie lengo lake, kwanza unatakiwa ukijue umuhimu wake. Kwanza tunatakiwa tujue kwamba huu mwezi mtukufu wa Ramadhani si kama miezi mingine ya kawaida, bali ni mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala kaukirimu mwezi huu kwa kuteremsha Qur'ani ndani yake, kama alivyosema mwenyewe: shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi ambao imeteremshwa Qur'ani. Qur'ani yenyewe ambayo ni uongofu wa watu na ubainifu wa kufikia kwenye uongofu, na pia ni furqan, yani inafarikisha baina haki na batil. Lakini tufahamu kwamba mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao ndani yake kuna siku au kuna usiku ambao ni usiku wa Lailatul Qadr, ni katika misiku bora kulikoni miezi elfu, kama alivyotueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wama adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Yani kwamba siku ya Lailatul Qadr katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni bora kulikoni miezi 1000 katika miezi ya kawaida. Kwa hiyo mtu ayajue haya kwanza kabla hajaingia kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini na ajue kwamba mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni katika vitu ambavyo Mwenyezi Mungu kaviweka viheshimiwe, lakini vile vile ni katika alama alizoziweka Mwenyezi Mungu kwamba alama hizi zitukuzwe. Mwenyezi Mungu amesema: waman yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa alqulub, atakayezitukuza zile alama ambazo Mwenyezi Mungu kaziweka kwamba alama hizo ziheshimiwe, basi hiyo ni katika uchaji wa moyo, yani moyo unapata takwa kwa kufanya hivyo. Waman yu'azzim hurumati Allahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, na atakayezitukuza vile vitu Mwenyezi Mungu ambavyo kaviweka kwamba viheshimiwe, basi ni bora kwake yeye mtu huyo kwa Mola wake. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinatakiwa viheshimiwe ni vingi, ambazo kwamba vingine ni manasik alhaji, inna safa wal marwa min sha'airillah, lakini wa anna almasajida lillah. Masahifu hizi ambazo tunasoma, kwa hivyo ni vitu vyote ambavyo tunatakiwa tuviheshimu, na ukiviheshimu vitu kama hivyo, basi tayari inakuwa ni dalili kubwa ya kwamba wewe unaelekea kwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile unakuwa unapata kheri kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini leo nitagusia katika kikao hichi kifupi juu ya vipi tunatakiwa nini tukifanye katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Cha kwanza ni kwamba kila mmoja aweke nia yake kwamba anafanya ibada khalisan lillahi Subhanahu wa Ta'ala, lakini sio kufanya ibada tu, sio kufunga tu, kama pengine kufunga kutoka asubuhi mpaka kutoka alfajiri mpaka kuzama kwa jua. Kuna mambo ndani yake hapa tunatakiwa tuyafanye, tuzisuluhishe nafsi zetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika kitabu chake kitukufu: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lilmuttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Aya hii maana yake kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hunaka ni khitabun rabbani.
Allah subhanahu wa ta'ala anatusemesha kwa utukufu wake, anatuambia wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni, harakieni kuendea msamaha wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na kwa nini akatuambia tukimbilie? Mwenyezi Mungu anajua mwanzo wetu na mwisho wetu, lakini sisi binadamu hatujui hapa tulipo nitafikia pengine mimi mwisho wa mazungumzo haya ninayozungumza, au mwingine ana uhakika kwamba hana uhakika kwamba atalala aamke asubuhi, mwingine hana uhakika kwamba anaishi asubuhi atafika jioni. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatuhimiza tuweze kukimbilia maghfira yake, kwa sababu umri sisi hatunao mikononi mwetu. Kwa mtu afanye kila kitu ambacho kwamba atakuwa anajiwekea kwamba hichi kitanipeleka katika msamaha wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha, na muikimbilie pepo ambayo upana wake as-samawati wal ardh, ni mbingu na ardhi. Wa'iddat lilmuttaqin, pepo hii imeandaliwa special kwa wale ambao ni wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Ni nani hawa? Mwenyezi Mungu anawabainisha ambao ni wenye kumcha yeye subhanahu wa ta'ala. Katika aya hii anasema alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, wale ambao wanatoa mali zao katika hali ya kwamba wanacho na katika hali ya kwamba hali imewabana, lakini vile vile wanatoa wakiwa wamefurahi, lakini vile vile wanatoa wakiwa wamepata nini? Matatizo. Alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i, yani haachi kutoa kwenye hali yoyote aliyokuwa nayo, furaha ama kinyume chake. Alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha, na wale ambao ni wenye kumeza machungu. Pengine mtu kamkera, pengine kafanywa jambo na mtu, lakini anavumilia. Kwa hiyo ni miongoni mwa sifa za mcha Mungu ambaye anamwogopa Mwenyezi Mungu. Wala afina anin nas, lakini miongoni mwa wacha Mungu ni wale ambao wana tabia ya kusamehe watu, wana tabia ya kusamehe wenzao baada ya kukosewa. Sio kwamba mtu kashakosea anaomba msamaha hasamehewi, au mtu anakukosea unasema kwenye nafsi yako, mimi hata ashuke nani, hata aje anambie nani, lakini kwa kosa alilonifanya simsamehe. Ni katika dalili si nzuri. Muhimu, dalili ambayo ni njema na ucha Mungu ni pale ambapo kwamba mtu kakukosea na akakujia akakuomba msamaha, kama wanavyosema al-afu 'inda al-maqdira, yani msamaha unakuwa ni bora pale ambapo kwamba mtu unamsamehe lakini hali ya kuwa unaweza kumhukumu. Kwa hiyo ukimsamehe kwenye hali kama hiyo, basi wewe ni miongoni mwa watu bora sana. Walafina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, vile vile Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kufanya ihsani, wenye kufanya mema. Ni nani? Al-ihsan. Ma maana al-ihsan? Al-ihsan an ta'mala lillahi ka'annaka tarahu. Ihsani ni kufanya jambo lolote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kama kwamba unamuona Mwenyezi Mungu. Hili jambo nafanya kwamba Mwenyezi Mungu ninamuona. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, na kama ukiwa humuoni Mwenyezi Mungu, basi weka kwenye hesabu yako kwamba Mwenyezi Mungu ananiona. Tunaendelea sifa za wacha Mungu. Wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan, na wale ambao watakapofanya machafu, watakapofanya mabaya, watakapofanya dhambi wakakosea, au dhalamu anfusahum, au wakajidhulumu nafsi zao kwa mambo tofauti tofauti ambayo Mwenyezi Mungu kwa kufanya aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu, dhakarullah, wanamkumbuka Mwenyezi Mungu. Hapa inaonyesha sio kwamba mcha Mungu hakosei, wala sio kwamba mtu akiwa anaishi hatokosea. Kila mmoja anakosea kama ni binadamu, kwa sababu binadamu ana vitu vingi vinavyomfanya akosee. Lakini yule ambaye atakosea alafu akamkumbuka Mwenyezi Mungu, basi na akarudi kwa kosa lake na akatubu na akanuia kuacha kosa alilolifanya asiendelee, basi hiyo ni dalili ya kwamba huyu mtu anaenda kwenye ucha Mungu. Dhakarullah fastaghfaru lidhunubihim, anakumbuka kwamba nimekosea, anamkumbuka Mwenyezi Mungu na anataka msamaha kwa Mwenyezi Mungu kwenye lile kosa alilolifanya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, wala hawaendelezi kile wanachokifanya hali ya kuwa wanajua kama ni kosa, wakawa bado wanafanya israri, wanafanya inadi, wanafanya inda. Mtu ambaye anafanya kosa anajua anakosea na kesho anafanya tena, anajua anakosea na kesho anafanya tena, basi huyo anaitwa ni musir. Lakini mtu ambaye atakosea na akajua nimekosea na akawacha kosa na akanuia kutokulirejea kosa, basi ni dalili za kwamba huyu mtu anamuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na sisi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tunahimizana sana kwenye kusameheana, tunahimizana vile vile kwenye kutoa kwa waliokuwa ni wa karibu, kuwapa waliokuwa ni jamaa zetu na kuwapa jamaa waliokuwa ni mbali, kuwapa waliotuomba, lakini kuwapa ambao hawakutuomba lakini wanahitaji, kwa sababu wapo watu ambao hawaombi na ni wahitaji
taarifuhum bisimahum la yasaluna an-nasa ilhafa. Wapo aina hii ya watu kwamba wanaonekana kama ni matajiri, lakini subhanallah ni maskini na wanahitaji msaada. Kwa hiyo ukimwona mtu time nyingine hakuombi, hafanyi kitu, si dalili kwamba ana uwezo. Unaweza kumkadimishia kitu ambacho kikawa ni faida kwake yeye. Na jambo jingine ambalo tunalihimiza ni kushikamana katika njia ya Mwenyezi Mungu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Mshikamane katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala msitofautiane. Tunatoa wito, tunatoa ujumbe, tunatoa nasaha kwa familia ambazo pengine zina mizozo ndani yake, familia ambazo zina mivutano ndani yake. Washikamane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wasameheane kama alikoseana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Vile vile rafiki kwa rafiki yake, kama ulikosana na rafiki yako, usiangalie tu pengine ubaya aliyokufanyia, angalia pengine kuna wema mingapi nyuma ambao tayari mshafanya baina yake wewe na yeye. Kumbuka wema, usikumbuke tu pengine mimi kanikosea, lakini angalia pengine kuna mambo mingi aliyokufanyia. Hayo iwe ndio sababu ya kukushajihisha wewe katika kumsamehe na katika kuungana naye. Lakini vile vile tunasema kwamba baina ya mujtama iache mitafarruq, kwa sababu watakapokuwa kuna mitafarruq kwenye mujtama, kuna mivutano na mizozano, basi jamii hii ni ngumu sana kuendelea. Ni ngumu kuendelea kiuchumi, ni ngumu kuendelea kidini, kwa sababu ndani yake kutakuwa kuna hasadi, ndani yake kutakuwa kuna chuki, ndani yake kutakuwa kuna choyo. Kwa hiyo kuepusha yote haya, tunakuja wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Mkapambaukiwa kwa neema za Mwenyezi Mungu ni ndugu. Neema ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Watu walikuwa wako katika uadui, ilipokuja Uislamu ukawaunganisha wakawa ni ndugu. Sasa sisi tupo katika Uislamu na tunaziacha neema za Mwenyezi Mungu, tunatofautiana. Kwa hiyo kinachofuata basi ni kufanya nini? Ni kutofautiana na kutokuheshimiana na kutokupendana. Chuki zinaenea, uadui unaongezeka na fitna zinakuwa katika jamii. Mwisho wa siku mtu anafanya ibada yake, anaswali, lakini hafiki lengo la swala, anafunga, hafiki lengo la funga. Ibada yote atakayofanya yeye anakuwa yuko katika mtihani, kwa sababu kuna vitu mwanzo alishaviwacha, hakuvifuata. Kwa hiyo hivi tulivyovitaja, hizi sifa alizozitaja Mwenyezi Mungu katika aya hii, basi tukijitahidi kujipamba nazo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi inaweza ikawa ni sababu kubwa ya kufikia kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka tukifikie, nacho ni kumcha Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.